Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na uzima aliyotupa tangia tulipoanza mwezi Januari mwaka 2025, na leo hii na majira haya ni tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025, tukiwa tumebaki na masaa machache kuuaga huu mwaka 2025 na kuingia mwaka wa 2026. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji John Watson Moifani, mchungaji wa kanisa la Pentecoste Boanerge hapa Tabata Kisukuru, Dar es Salaam. Wakati huu na majira haya ninakuja na ujumbe wa mwaka 2026 ambao ni ujumbe wa taifa la Tanzania, lakini vile vile ni ujumbe kwa kanisa la Tanzania na madhehebu yote na dini zote. Ndugu zangu na Wakristo wenzangu na Watanzania wote, tunatambua ya kwamba kwa mwaka 2025 tumepita kwenye changamoto mbalimbali na mambo magumu mbalimbali ambayo tumeyapitia kama taifa la Tanzania, hasa kwenye kile kipindi cha uchaguzi tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 mpaka ile tarehe 3 ya mwezi wa 11 ambapo tulifikiwa na changamoto kwa ajili ya maandamano yaliyotokea kwenye ule uchaguzi, na ndugu zetu wengi walikufa wakapoteza maisha, na wengine mpaka sasa hatujui wako wapi. Lakini ndani ya mwaka huu 2025 tumekuwa na changamoto ya ndugu zetu wengi ambao wametekwa na kupotezwa. Lakini katika yote hayo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, kwa sababu yeye Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi na kutupigania na kututetea na kutuvusha. Hivyo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Maana tunaposherekea kuingia mwaka 2026 tusisherekee katika hali ile ya kuwa na chuki, bali tunapaswa kusherekea katika hali ya kumshukuru Mungu. Maana ukisoma katika kile kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa 13, unaona jinsi Ayubu alipopata changamoto, jinsi gani alinyenyekea kwa Mungu. Ayubu alipopata changamoto, wakati akiwa ameketi, mjumbe alifika kwake akamwambia Ayubu ya kwamba watoto wako waliokuwa wanakula na kufurahi katika nyumba ya ndugu yao, nyumba imewaangukia, wote wamekufa, mimi tu nimebaki kukuletea ujumbe. Lakini vile vile wakati yule akiwa bado anaongea, mjumbe mwingine anafika kwa Ayubu, anamwambia wale punda na ngamia waliokuwa wanalishwa, wavamizi walifika wakavamia na kuteka wale ngamia wote, na wale wachungaji wote wameuawa, mimi tu nimebaki kukuletea ujumbe. Mpaka watu 4 walipofika kwa Ayubu, wote wakifikisha taarifa za maumivu kwa Ayubu. Lakini Ayubu alichokifanya ni kuvua vazi lake na kuvaa vazi la magunia, akanyoa nywele zake, akaanguka kifudifudi, akamtukuza Mungu na kumshukuru Mungu katika yale yote yaliyokuwa yametokea. Hivyo basi, kama taifa la Tanzania tukitambua kwamba Mungu ndiye nguvu yetu, Mungu ndiye ngao yetu, Mungu ndiyo kimbilio letu, tunatakiwa kwenda mbele za Mungu kwa kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu asante. Lakini hatuwezi kumshukuru Mungu bila kuingia kwenye toba. Maana toba ya kweli ndiyo inayoweza kuleta uponyaji. Tunapozungumzia toba, haimaanishi kwamba wachungaji tu au Wakristo tu ndio waingie kwenye toba. Maana tunapozungumza toba ni kwa habari ya Watanzania wote, wananchi wote, dini zote, kabila zote, viongozi wa serikali, viongozi wa kidini, tuweze kuingia kwenye toba. Viongozi wa taasisi mbalimbali tuweze kuingia kwenye toba juu ya taifa la Tanzania, kwa sababu taifa letu limeshamwaga damu. Ile damu itabaki kutuhukumu na itaendelea kupiga kelele. Kama tusipoingia kwenye toba ya kweli, damu itaendelea kupiga kelele, na mwaka 2026 tutauona kuwa mwaka mgumu, kwa sababu tutakuwa tumeshupaza shingo bila kurudi kwa Mungu kumwambia Mungu aturehemu. Hivyo kama taifa na wananchi wote na viongozi wa serikali tunatakiwa kuchukua jukumu la kuingia kwenye toba,
kwa huu muda ambao tunaupokea mwaka wa 2026, tuingie kwenye toba juu ya yaliyotokea mwaka 2025, ili Mungu akatuonekania mwaka 2026, Mungu akatende mambo makubwa 2026. Tunahitaji kuingia kwenye toba ili Mungu atuponye, sawa sawa na neno lake linavyosema kwenye kitabu kile cha Timotheo. Anasema, kabla ya mambo yote nataka dua na sala zifanyike kwa ajili ya viongozi, wafalme, wenye mamlaka. Tuingie tunapoomba toba, tunaposema nahitaji sala, maombi na sala vifanyike kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka na wakuu wa nchi. Maana yake tuombe toba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunapofikiria maendeleo ya mwaka 2026, tufikirie kuomba toba juu ya yale yaliyotokea mwaka 2025. Tumwambie Mungu aturehemu, tumwambie Mungu atutakase. Tusiogope sisi, pamoja na vyo, uwe na cheo kikubwa, uwe ni mtu unayejulikana kwa namna isiyokuwa ya wewe ni mkubwa, ni kiongozi, ni rais, ni waziri, ni mbunge, kubali kunyenyekea mbele za Mungu, kuomba toba ili Mungu aweze kuiponya nchi yetu, kama anavyosema kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati 14. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajishusha na kunyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya, nami Mungu nitasikia kutoka mbinguni na kuiponya nchi yao. Anasema Mungu atasikia kutoka mbinguni na kuiponya nchi yao. Maana yake ni kwamba kuanzia kiongozi wa nchi ambaye ni rais, tukija waziri mkuu, tukija wabunge, tukija makamu wa rais na viongozi wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakati huu tunapokwenda kupokea mwaka 2026, tuingie kwa unyenyekevu, tushuke chini, tumwambie Mungu aturehemu, tumwambie Mungu atutakase. Lakini tunapoomba toba, tukubali kuacha kutenda yaliyo maovu, tukubali kuacha kutenda yale ya kuumiza, tutende yaliyo mema ili Mungu aweze kuiponya nchi yetu. Tusipotenda yaliyo mema, toba tutakayoifanya itakuwa haina maana mbele za Mungu. Manake unapoingia kwenye toba, unakubali kuacha kufanya yale mabaya yote yanayoweza yakaumiza, yanayoweza yakalipeleka taifa pabaya, yanayoweza yakaifanya nchi ionekane kuwa na ubaya. Ukisema unatubu halafu haujaacha kutenda yale mabaya, maana yake bado ile toba itakuwa haina nguvu. Lakini ukitubu na kuacha kufanya yale yaliyo mabaya, utaona Mungu anaachilia neema, utaona Mungu anaachilia kibali, utaona Mungu anaachilia mpendo. Zaidi sana ukitenda haki. Haki ndio inaweza kumpa mtu kibali, inaweza kumfanya mtu aweze kuona kwamba hapa nimefika, niko mahali sahihi na niko mahali salama. Lakini haki isipokuwepo, Watanzania hawawezi kuona kwamba wako mahali sahihi, hawawezi kuona kama wako salama. Na ndio maana unaweza kuona kwamba kila mtu anaongea analojisikia, kila mtu anatamka anavyotaka, kwa sababu anaona kama hana usalama. Lakini haki ikiwepo, kila Mtanzania ataona mimi niko salama. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, viongozi wa nchi, rais na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, tunapokwenda kuupokea huu mwaka, tuingie kwenye toba, tumrudie Mungu, tunyenyekee mbele za Mungu na kuacha yale maovu yote, ili Mungu aweze kuiponya nchi yetu, aweze kuliponya taifa la Tanzania. Na mwaka 2026 uwe ni mwaka wa maendeleo, uwe ni mwaka wa maongezeko, uwe ni mwaka wa mazidisho. Kila Mtanzania aione neema, aione furaha katika nchi yake ambayo Mungu amempa. Kwa taifa la Tanzania tunahitaji kumnyenyekea Mungu kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunapopokea mwaka 2026 kama taifa la Tanzania, uwe ni mwaka wa ushindi, uwe ni mwaka wa mafanikio, uwe ni mwaka wa mazidisho. Tuendelee kumwamini Mungu na tuendelee kumtegemea Mungu, huku tukiliombea taifa letu la Tanzania, tukiombea amani, tukiombea utulivu, tukiombea hali iwe shwari kabisa na Watanzania wajisikie furaha. Lakini zaidi ya haya yote, tukitenda haki kwa kila mtu, ili kila mmoja aweze kufurahia nchi yake, aweze kufurahia mahali alipo. Mungu awabariki sana. Karibuni tuupokee mwaka kwa ushindi, kwa shangwe na vigeregere.
Amen.